Kama waalili pamoja na waandishi wa habari wanachama wa MISA, leo tupo kwenye makumbusho ya Mkwawa. Tumekuja kutembelea eneo hili, ni fursa kwetu na kikubwa zaidi ni kutangaza mkoa huu wa Iringa pamoja na sehemu zake za vivutio ikiwemo makumbusho haya. Sasa sisi kama taasisi, sisi kama waalili, sisi kama waandishi wa habari tumejifunza kitu kikubwa sana, kwa sababu Mkwawa ametufundisha uzalendo. Yeye alikubali kufa kwa ajili ya kupambania kabila lake, na hii ni lesson learned. Ni kama tunajifunza na sisi kwamba katika wajibu wetu, katika kazi zetu lazima tuwe wazalendo kwa nchi yetu, lazima kuwa wazalendo kwa serikali yetu, lazima tuwe wazalendo kwa tasnia yetu hii ya habari. Na kuna wakati mwingine maisha sio kwa ajili yako, ni maisha kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo kusimamia kile unachokiamini ni jambo kubwa sana. Tumepitishwa kwenye historia yote ile Chifu Mkwawa hadi akaamua kujiua na kutotaka kutawaliwa. Kwa hiyo mababu zetu inatufundisha walipitia kwenye mapambano dhidi ya wakoloni, na sisi sasa hivi tupo kwenye vita vya kiuchumi. Lazima tuwe sasa tunapambana dhidi ya vita hizi za kiuchumi, na tusimame katika uzalendo wa kuhakikisha tu kwamba na sisi tuna wajibu wa kulilinda taifa letu. Ndicho kitu kikubwa sana, na tumeamua kuwaleta wahariri hapa kwamba na wao wana nafasi kubwa sana ya kueleza jamii historia hii, ili watu waweze kuwa wazalendo, ili watu waweze kujua kwamba wana wajibu gani kwa taifa. Ni jambo jema sana. Kwa hiyo zaidi ya wahariri 50 wamekuja katika eneo hili na wengine kuja kwenye maeneo mengine. Hawa wote ni wanachama wa MISA. Tunaamini kabisa wataandika habari nzuri za kuwafanya watu wawe wazalendo, na tufundishe wanaotoka kwenye sekta ya elimu, watu wawe wazalendo, wanaotoka kwenye maeneo mbalimbali. Tunachojifunza tujifunze kuishi kile ambacho Mkwawa ametuachia katika historia ya leo. Mohamed ni mhifadhi mambo ya kale katika hii makumbusho ya Mtwa Mkwawa ambayo inapatikana katika hichi kijiji cha Kalenga mkoani Iringa. Hapa ndipo ilipokuwa ikulu ya Mtwa Mkwawa ambaye ni chifu wa kabila la Wahehe aliyepigana dhidi ya ukoloni. Ni chifu aliyeonyesha uzalendo mkubwa kwa wananchi wake pamoja na kwa taifa kwa ujumla. Alipigana na wakoloni mwaka 1891 vita ya kwanza, ambapo alifanikiwa kuwaua Wajerumani zaidi ya 300. Vita ya pili alipigana mwaka 1894 hadi mwaka 1898. Hiyo vita ndipo alipofariki Mkwawa, na Mkwawa alichukua jukumu la kujiua mwenyewe kwa sababu hakutaka kukamatwa na wakoloni kupelekwa Ujerumani. Kwa hiyo baada ya kifo cha Mkwawa mwaka 1898, Wajerumani walikata kichwa chake na kupeleka fuvu huko Ujerumani, mji mmoja ambao uliitwa Bremen. Hapa katika makumbusho yetu tumetunza historia ya Wahehe ambao ni mila na desturi za Wahehe. Ndani ya makumbusho tuna fuvu la Mtwa Mkwawa ambalo lilirudishwa mwaka 1954 na ndipo makumbusho yetu yalipoanza kuoperate. Pia ndani ya fensi hapa tuna makaburi ya kichifu, na katika makumbusho yetu pia tuna majengo ya kihistoria. Yale majengo yote mlioyaona ni majengo yenye historia yake, yalijengwa na mkoloni ambaye ni Mwingereza. Baada ya Mjerumani kuondoka, alikuja Mwingereza, ndipo alipotujengea haya majengo yote. Kuna jengo pale ilikuwa ni mahakama ya mwanzo, pia kuna jengo ilikuwa ni nyumba ya chifu, ambayo chifu wa kipindi hicho alikuwa ni Adam Sapi Mkwawa, mjukuu wa Mkwawa, na alikuwa spika wa kwanza wa bunge la Tanganyika, na ndiye aliyefanya jitihada za kurudisha fuvu la Mtwa Mkwawa kutoka Ujerumani kuja hapa nchini Tanganyika. Pia kuna jengo lingine pale waliishi wafanyakazi wa chifu. Si hivyo tu, tuna shule ambayo bado inaendelea kuoperate mpaka sasa hivi, ni shule ya msingi tulijengewa na Mwingereza. Tuna mti wa matambiko pia ambao huo mti alifanya ibada Mtwa Mkwawa, na mpaka sasa hivi bado matambiko yanafanyika. Huo mti inasemekana una miaka zaidi ya 200, unaitwa Msosa. Na pia tuna mabaki ya ngome ya Lipuli. Hiyo ngome ni ukuta mkubwa ambao aliujenga Mtwa Mkwawa kwa ajili ya kujikinga dhidi ya maadui. Alijenga kwa muda wa miaka 4, ulijengwa kwa kutumia mawe na udongo. Tutaona mabaki yake yapo. Pia tuna kivutio kingine ambacho ni Kidunda. Hicho ni kimlima ambacho kilitengenezwa na Mtwa Mkwawa kwa kutumia udongo kutoka mikoa tofauti tofauti ambayo aliipiga. Alitengeneza kama stage, wakati anaendesha mikutano alipanda juu akaanza kuringa, na jamii ilisema Mkwawa aliringa, wakiwa na maana ya kwamba Mkwawa anaringa
anajidai, ndipo pale wakaita Lilinga. Lakini alipokuja Mjerumani akashindwa kusema Lilinga, akasema Iringa. Asili ya mkoa wa Iringa inapatikana hapa katika hichi kijiji cha Kalenga. Karibuni sana katika makumbusho ya Mtwa Mkwawa. Nyigu ni makamu mkuu wa shule ya sekondari kwa VAVA inayopatikana manispaa ya Iringa. Tumekuja Kalenga kwa ajili ya kuwaleta wanafunzi kwenye tour study kwa ajili ya somo la historia ya Tanzania na maadili. Tupo na wanafunzi 300 wa kidato cha kwanza, cha pili na kidato cha 3. Karibu sana kwa VAVA sekondari. Kinyonga ni mwanafunzi wa shule ya sekondari kwa VAVA iliyopo Iringa mjini. Hapa tumekuja eneo la Kalenga kwa ajili ya kuangalia historia ya Mkwawa pamoja na wanafunzi wenzangu. Tumekuja kujifunza mambo mengine. Karibuni sana katika shule yetu ya kwa VAVA iliyopo Iringa mjini.